lakini ninajua Watanzania wananipenda pamoja na ninyi. Ninajua ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu, na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Kila tarehe 17 ya mwezi Machi, Tanzania na dunia kwa ujumla tunakumbuka kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Kiongozi huyu aliacha alama kubwa kwa wananchi wa nchi yake kutokana na uongozi wake wa kipekee uliogusa maisha ya watu wengi, hususan katika mapambano dhidi ya rushwa, ujenzi wa miundombinu na uchumi wa viwanda. John Pombe Magufuli alizaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 katika kijiji cha Chato, mkoa wa Geita, zamani ikiwa ni sehemu ya mkoa wa Kagera. Alitokea katika familia ya kawaida. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa kawaida na mlinzi wa barabara, huku mama yake akiwa ni mkulima. Magufuli alilelewa katika mazingira ya kujituma, nidhamu na heshima. Alisoma shule ya msingi Chato mwaka 1967 na kumaliza mwaka 1974. Kisha akajiunga na shule ya sekondari ya Katoke mwaka 1975 hadi alipomaliza mwaka 1977. Na baadaye akaenda shule ya sekondari ya Lake iliyopo jijini Mwanza mwaka 1977 hadi mwaka 1978. Alimaliza shule ya sekondari na kujiunga na chuo cha Mkwawa kwa ajili ya elimu ya diploma ya ualimu wa sayansi na hisabati. Baadaye alisoma shahada ya kwanza ya sayansi ya kemia na hisabati katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Aliendelea na shahada ya uzamili MCS na baadaye shahada ya uzamivu PhD katika kemia. Magufuli alianza siasa rasmi mwaka 1995 baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chato kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kutokana na bidii na uadilifu wake, aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi. Katika nafasi hiyo, alionyesha weledi na uwezo mkubwa wa usimamizi wa miradi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, aliteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, nafasi aliyodumu nayo hadi mwaka 2005. Kutokana na mafanikio yake, aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi mwaka 2006 hadi mwaka 2008, na baadaye kurudi tena wizara ya ujenzi mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Katika kipindi hicho, Magufuli alisifika kwa msimamo mkali dhidi ya ufisadi, nidhamu ya kazi na uchapakazi usioyumba. Katika uchaguzi wa mwaka 2015, Magufuli aligombea nafasi ya uraisi kupitia CCM na kushinda kwa kishindo dhidi ya wapinzani wake. Akawa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipoingia madarakani, alianza harakati haraka kutekeleza sera za kupambana na rushwa, kubana matumizi ya serikali na kuhakikisha miradi mikubwa ya maendeleo inatekelezwa. Alipunguza safari za nje za viongozi wa serikali, alizuia matumizi ya hovyo ya fedha za umma na aliamuru kuhamia Dodoma kama makao makuu ya nchi. Katika uongozi wake alianzisha miradi mikubwa ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Moja ya miradi mikubwa iliyozinduliwa na Magufuli ni reli hii ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza, ambayo inalenga kukuza uchumi na kurahisisha usafirishaji wa mizigo na abiria. Mradi wa kufua umeme wa Stiegler's Gorge. Mradi huu mkubwa wa kuzalisha umeme wa megawati 2000 unalenga kuondoa changamoto ya upungufu wa umeme hapa nchini na kumaliza tatizo hilo na pengine kuwa msaada kwa nchi za jirani. Ununuzi wa ndege mpya za ATCL. Magufuli alisimamia ununuzi wa ndege mpya za shirika la ndege la Tanzania ili kuboresha usafiri wa anga na kufanya shirika hilo kufufuka na kuwa hai tena. Ujenzi wa barabara pamoja na madaraja. Tanzania ilishuhudia ujenzi wa barabara mpya, madaraja makubwa kama Kigamboni Bridge pamoja na Tanzanite Bridge. Kauli mbiu yake ya hapa kazi tu iliwakilisha mtazamo wa Magufuli
wa kuhimiza Watanzania kufanya kazi kwa bidii bila kisingizio. Alifuta sherehe za uhuru za mwaka 2015 na kuelekeza fedha hizo kujenga barabara za mitaa. Alikemea vikali rushwa, uvivu kazini na matumizi mabaya ya mali za umma. Pamoja na mafanikio yake, uongozi wa Magufuli ulikumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo serikali yake kukosolewa kwa kupunguza uhuru wa vyombo vya habari na kuwabana wanahabari na wanaharakati wa haki za binadamu. Lakini pia msimamo wake dhidi ya hatua za kimataifa za kukabiliana na COVID-19, kama vile hatua za kimataifa zilitaka nchi kuweka lockdown, lakini hiyo ilikuwa kinyume kabisa na msimamo wa Rais Magufuli. Yeye hakuweka lockdown na hivyo kwenda kinyume na hatua za kimataifa katika kukabiliana na COVID-19. Nchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Mnamo tarehe 17 Machi mwaka 2021, serikali ilitangaza rasmi kifo cha Dr. John Pombe Magufuli. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, alifariki kutokana na matatizo ya moyo. Kifo chake kilitokea jijini Dar es Salaam na kutangazwa na aliyekuwa makamu wa rais kipindi hicho, Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa ziarani mkoani Tanga, ambaye baadaye alirithi nafasi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwili wa Magufuli uliagwa katika miji mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Chato, ambako alizikwa kwa heshima zote za kitaifa. Magufuli aliacha historia ya uongozi usio wa kawaida. Ataendelea kukumbukwa kwa ujasiri wa kusimamia rasilimali za taifa, kasi ya maendeleo na ujenzi wa miundombinu, kupambana na rushwa kwa vitendo, uzalendo na kuleta mageuzi ya kiuchumi. Tangu kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli mnamo Machi 17 mwaka 2021, Tanzania imeendelea kusonga mbele chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Miaka kadhaa imepita na kuna mambo mengi yanayoakisi mabadiliko, mwendelezo wa miradi na mwelekeo mpya wa kisiasa na kiuchumi. Baadhi ya miradi mikubwa iliyoanzishwa na Rais Magufuli imeendelezwa, kama vile ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uboreshaji wa shirika la ndege la ATCL. Hii ni ishara kuwa pamoja na kuondoka kwake, alijenga msingi ambao serikali imeona umuhimu wa kuendeleza kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tofauti na mtangulizi wake, Rais Samia Suluhu Hassan amefungua milango zaidi ya kidiplomasia kwa kushirikiana na mataifa mbalimbali na taasisi za kimataifa. Tanzania imeanza kushirikiana kwa karibu na jumuiya za kimataifa, hasa katika mapambano dhidi ya changamoto za kiuchumi, afya pamoja na maendeleo. Katika kipindi cha miaka mitano bila Magufuli, Tanzania imeanza kuona hatua za kurejesha baadhi ya uhuru wa vyombo vya habari, kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuruhusu mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa. Hii ni tofauti na kipindi cha Magufuli ambapo kulikuwa na udhibiti mkali wa vyombo vya habari pamoja na mikutano ya hadhara. Mwaka mmoja baada ya kifo chake, wananchi wengi walihisi pengo la uongozi wa Magufuli, hasa kutokana na mtazamo wake wa kusimamia rasilimali za taifa na kupambana na rushwa kwa vitendo. Hata hivyo, serikali ya sasa imejikita zaidi kwenye diplomasia ya uchumi na kuwavutia wawekezaji wa nje, tofauti na msimamo wa kujitegemea aliyokuwa nao Rais Magufuli. Magufuli ameendelea kukumbukwa kama kiongozi mwenye maono, mchapakazi na mzalendo wa kweli. Pia anakumbukwa kwa msimamo wake usioyumba dhidi ya maovu kama rushwa. Miaka kadhaa bila Magufuli imeonyesha kuwa Tanzania ni nchi yenye misingi imara ya kuendelea hata baada ya kumpoteza kiongozi wa aina yake. Lakini pia miaka hii imekuwa ya tafakari juu ya mafanikio na changamoto za uongozi wake. Tanzania itaendelea kumkumbuka Dr. Magufuli kama rais aliyebeba kauli mbiu ya hapa kazi tu na aliyeacha alama isiyofutika katika historia ya taifa hili. Pumzika kwa amani, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Daima tutakukumbuka. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Laul Tizi. Asante.